Ilikuwa mwaka jana kama sijakosea, ndugu yenu T-Max alishuka hapa, mkaandaa show kwamba wanajeshi is back, tukajua kwamba mmeback kweli kweli, mmerudi, lakini mwisho wa siku tulisha kuona tu post na show na mkawa ndo mmekazeni tena kimya. Vipi, imekuwaje kama mtu wa karibu wa T-Max kutokana na sasa maisha yake yamebadilika, tunaweza kusema kiuchumi na nini, maisha yake yamekuwa yako sawa sasa? Vipi, mapenzi yenu yalibaki au kwa sababu aliweza kufanikiwa kimaisha aliona nyie hamfai tena? Yes, bakunzi wa Buja Hit TV, ndabaramukije cyane kandi ndabakunda cyane gose. Ni Nancy Amanda kuri microphone, inyuma kamera ari Juma Jux Professional. Yes, anga ndi kumwe n'umuririmbyi wo mu Burundi akabazwi ku izina rya Frank Wanajeshi, akaba ari umuririmbyi tuzi kuva kera imyaka myinshi cyane. Reka agire ivyo avugana n'abakunzi ba Buja Hit TV n'abafana biwe, nanje turi kumwe tugira ico tuvugana. Vipi mambo, vipi, uko fresh? Bwana, poa sana, poa sana. Mzuko unapanda? Fresh sana, ni mzuko uko juu sana. Okay. Yes, bakunzi wa Buja Hit TV, nguko mmeona ni Frank Wanajeshi. Frank Wanajeshi, tuambie kitu chochote kwanza watazamaji, alafu na tuanze kipindi chetu. Ni kwamba nawapenda sana, one love, pamoja sana. Okay. Frankie, wewe ni wanajeshi kweli au mwanajeshi tayari umeshaacha saizi wewe ni so mjeshi tena? Mimi ni mjeshi ambaye sasa hivi niko uraiani. Okay. Tuliona ilikuwa mwaka jana kama sijakosea, ndugu yenu T-Max alishuka hapa, mkaandaa show kwamba wanajeshi is back, tukajua kwamba mmeback kweli kweli, mmerudi, lakini mwisho wa siku tulisha kuona tu post na show na mkawa ndo mmekazeni tena kimya. Vipi, imekuwaje? Nafikiri mwaka jana kama jinsi umezungumzia, tulifanya nyimbo na tukafanya show na tumekaa kimya. Kuna tofauti fulani kwenye kamati sana za kama wanajeshi, au sio bwana? Lakini kuna mengi ambayo tunapanga kufanya, lakini bado hawajafika katika wakati mwafaka. Hivi wanajeshi kweli mapenzi hapo kama zamani au sasa hivi mnanafikiana tu? Mapenzi yapo japokuwa hatukui close sana kama zamani, labda tunashare kila kitu na nini, lakini mapenzi yapo, tunawasiliana, tunaongea na tunapanga mipango mingine kama jinsi tumeona tulikutana tukapanga tukafanya show. Na tunakuwa tunaongea na mapenzi yapo, na kuna mengi tu tuko tunaandaa. Nadhani kama sio mwaka huu basi mwaka ujao nadhani tunaweza tukafanya kazi nyingine za tofauti tu kama wanajeshi. Okay, sasa hizi nasikia uko chini ya management fulani, nisingi kwenye private life yako, unaweza ukatuambia sasa hizi ni usimamizi gani ambao umekusimamia? Sasa hivi niko chini ya Wananchi Entertainment. Ni management ambayo inanisimamia sasa hivi, kwenye kazi zangu zote, music yote, mambo yote, yenyewe ndio inanisimamia sasa hivi. Ukitizama Frank, ni miaka mingi unafanya muziki. Kweli huo muziki una faida? Kuna faida yoyote au ni kwa sababu ni kipaji, ni kitu ambacho unakipenda, Mungu alikuweka ndani yako na huwezi kukiacha? Muziki vraiment uko na faida zake nyingi tu, faida nyingi. Kwanza unajua katika maisha kuna faida nyingi sana, sio pesa tu labda unaweza kuzungumzia labda nimefaidika hapo kwa sababu umepata pesa au vipi. Katika maisha kuna baadhi ya vitu ambavyo ukiwa navyo kama binadamu inakuwa ni faida sana kwako. Kwa hiyo muziki kwangu mimi naona kama una faida zake, ndio, na kulingana na sisi ambao tusema kuna ile kipato sasa ndio tofauti. Katika nchi yetu kipato kwenye muziki ni kiko chini sana. Ni changamoto gani ambazo unapenda kukutana nazo kwenye hizo kazi zenu za music? Kwa sababu umekaa muda, mimi nakumbuka nilianza kusia kitambo, nakumbuka miaka mingi sana, hata siwezi kuhesabu, lakini kitambo nakumbuka mara ya kwanza kukuona ilikuwa studio nani Maibobo, ilikuwa Bwiza.
Max anachukua mkono sijui nikaimbe, nilifika nikashindwa. Nakumbuka ilikuwa kitambo sana, miaka mingi. Ni nini ambacho ni changamoto unapenda kukutana nacho kwenye miaka yote hiyo umekaa kwenye muziki? Changamoto ni nyingi sana. Changamoto ni nyingi sana kwenye music, sababu music ni maisha kabisa. Ni nyingine safari ya maisha. Kwa hiyo kuna kwa na changamoto. Mimi nimepata changamoto nyingi sana kwenye Simona mpaka sasa hivi, yani kwenye nafikia mpaka sasa hivi kuna wakati nakaa nasema nashukuru Mungu kwa hivi niko chini ya management ambao nakaa chini nafanya music, yani nakuwa niko free studio bwana. Mimi muda wote bwana najisikia bwana niko na mood ya kurekodi nini, tofauti na mwanzo. Umeona ulikuwa unatukuta hata studio tunashinda pale studio bwana kutwa nzima au sio bwana, unashinda pale tu studio, hata kula ujala inakuwa vipi, maisha mabovu, umetoka nyumbani na miguu nini. Kwa hiyo life ilikuwa ngumu na tunafanya music na mashabiki zetu nao hawataki kutuona mtaani, hataki kukuona umepanda moto, umepanda bisi, ushaviona. Kwa hiyo changamoto zilikuwa nyingi kwa sababu na muziki wenyewe ulikuwa hauna kipato cha kusema mtu unaweza ukajiwezesha kwenye mambo yote. Alikuwepo rafiki yako sana huyu nani anaitwa nani tena huyu sijui Sly. Alikuwepo, ni rafiki yako sana. Na saizi vipi, ukaribu wenu bado upo? Ukaribu bado upo tena sana tu, ila tu kwa sasa hivi hayupo hapa, hayupo tena Burundi, yuko maeneo ya Lubumbashi kutokana na issue zake za kazi na nini maisha, au sio bwana. Lakini ukaribu bado upo, tunawasiliana na kuna kazi nyingi tu tumefanya naye nyuma kabla hajaenda. Yani hapa hii mwaka unaisha na mwaka unaisha tena tumetumika naye nyimbo nyingi sana. Okay, vipi kama mtu wa karibu wa T-Max kutokana na sasa maisha yake yamebadilika, tunaweza kusema kiuchumi na nini, maisha yake yamekuwa yako sawa sasa. Vipi mapenzi yenu yalibaki au kwa sababu aliweza kufanikiwa kimaisha aliona nyie hamfai tena? Hapana, T-Max ni mtu wa karibu sana, na kwanza naweza nikasema kwanza big up sana kwake yani. Kwa sababu ni mtu wa karibu, na hata kama yuko mbali kimwili lakini kilo tunakuaga pamoja sana. Yuko hata ukimya wake hivi, ana muda mrefu hajafanya nyimbo, lakini yuko anatumika nyimbo zake, na mara nyingi sana tunashauriana. Hata mimi kama hizi nyimbo zangu ambazo nafanya kama Fire, ni mtu ambaye amenishauri sana vitu vingi sana katika yani utendaji wa ile nyimbo mpaka kukamilika. Kwa hiyo mapenzi ya mimi na T-Max yapo sana kabisa. Ukitizama Frank, kuna kipindi fulani ulizima kabisa, tukawa tukusikii tena, tukahisi kwamba uliacha muziki. Ni kitu gani ambacho ulikutana nacho kwa muda ule mpaka ukakaa kimya muda mrefu? Lakini mimi nikitizama mimi sijawahi kukaa kimya muda mrefu kivile. Labda wakati natoka kwenye management ya Iko ndo kidogo nilikaa kimya kabla sijaingia kwenye Wananchi Entertainment. Lakini pale ilikuwa ni kwamba nilikuwa najaribu kubadilisha mazingira, muona natoka kwenye management nyingine naenda kwenye management nyingine. Kwa hiyo nilikuwa nimeamua bwana acha nitulie kimya kidogo, niangalie wapi nilikuwa nakosea au sababu, kwa sababu na mpango tena, kwa sababu mimi nilikuwa nasema haiwezekani mimi kama peke yangu, yani jeshi la mtu mmoja hivi itakuwa ngumu kutokana na muziki wetu wenyewe wa Burundi jinsi hali halisi jinsi inavyokuwa. Kwa hiyo inabidi niwe na management. Kwa hiyo ili nipate management ilibidi nitulie chini kwanza, nirudishe akili kwanza nyuma, niangalie wapi nilikosea na nijipange vipi afu tukosoe wapi zaidi. Hivi hizi management ambazo mnafanya kazi sawa sawa au ni jina tu niko chini ya management fulani, ni kweli huwa zinasaidia nini sasa? Zinasaidia, management inasaidia yani. Kwa sababu kwanza unajua kuna kitu watu wanakuaga hawajafahamu, kuna kuaga na manageri afu kuna kuaga na management. So kuna mtu anaweza kama manageri wako yani anakusaidia, anakulipia nyimbo studio au sio bwana, au anakuandalia show au sio bwana, anakuwa kama promoter kwa wakati huo au sio bwana. Huyo inakuwa sio management, hiyo ni manageri tu, labda ni mtu ambaye anakusupport nini. Lakini management inakuwa ni management, inakuwa ni timu ambayo yani ni kama kampuni fulani, watu ambao wanazidi 5 au watu 6, 10 au wangapi ambao wanabase kwenye kitu kimoja, lakini kila mtu yuko na kazi yake. Yani wewe msanii unafanya kazi yako na kuna kazi ya kupromote,
labda kuna kazi ya nini kila kitu, au sio bwana? Tofauti na ile msanii uko wewe peke yako kivyako, yani wewe unatafuta na mtu atakufanyia cover, unatafuta na nini, au sio bwana, inakuaje? Umeona bwana, unatafuta na wapi nikatafute labda marketing, labda nipate show nini, lakini lakini ukiwa na management hivyo vitu vyote vinakuwa kila mtu anakuwa kwenye sekta yake, section yake, kwa hiyo vitu vyote vinakuwa rahisi, kwa hiyo inamsaidia msanii kwake katika utendaji wake wa kazi, au sio bwana? So kuhusu tena kutusaidia sana management ni kwamba sio kuna wengine ndio kama jinsi ulivyozungumzia, kama kuna watu wanasemaga wanajiitaga tu management, ndio maana nikaamua kukupa tofauti. Kwa hiyo hapa Burundi nimeonaga kuna management ni sio nyingi, ni chache sana. Sema na wale ambao watu wanafanya nani hizo issues za kuwa manage wasanii, wanakuwa utendaji wa kazi sasa inakuwa gona tofautiana. Kuna mtu anaweza akamkapanga kitu bwana, tutakusaidia hivi na hivi, lakini visikue kwenye wakati, au sio bwana? Utakuta unapiga miaka 2 au hujaona kile kitu ambacho mlikuwa mpanga mtafanya kwa mwaka mmoja. Kwa hiyo hicho kitu ambacho labda kinasababishaga hata na management nyingine zinayumba. Yeah. Umekaa muda mrefu sana kwenye game ya music na umefanya mambo mengi na umefanya mambo makubwa kutokana na tulivyoviona ulivyovifanya hapo mwanzo. Ni nini ambacho unadhani ni pingamizi hasa kinafanya muziki wa Burundi ukwame? Maana muziki wa Burundi it's like yani hausongi mbele sana kivile, yani unakuwa unapaa muda mmoja, yani inakuwa kama unaona, inakuwa kama unapanda afu unashuka, afu ukishuka kuna wakati unashuka kabisa. Ni nini kinafanya sasa muziki wa Burundi usiwe na maendana? Yeah, kwanza naweza nikasema tu, kwanza wasanii wengi Burundi hapa hawako talented sana. Yani ile kuwa mtu ambaye yuko na talent ambaye unaweza kumsimamisha kesho kwenye muunganiko labda wa nchi ngapi labda akatutetea kama sisi Warundi, hakuna. Ni wadogo sana yani. Ni sidhani hata kama wanafika 5 wangapi, umeona? Na kila mtu ashaona kama ni easy, yani akifika studio yeye anafanya kapela kama ni freestyle bwana, au kitu ameota jana yeye anaenda anaimba. Hatupo kwa wakati. Unajua msanii ni kama mkulima. Unaangalia bwana, huu wakati wa mvua na nikilima hichi itakuwa hivi, wakati wa jua nikifanya hivi na kuwa hivi. Sasa sisi hatuendage na hicho kitu. Yani sisi tunakuwa ni watu wa kuchungulia kwa wengine, majirani bwana, wa Tanzania wamefanya hivi, acha na sisi tufanye hivi. Wa Nigeria wamefanya hivi. Kumbe ile ni tuangalia hata tofauti na nchi zingine ambazo muziki wao uko juu sana. Wao wanakuwa na mambo yao wanafanya kama wao. Yani kama ni Nigeria tunafanya Nigeria, Mtanzania anafanya Tanzania. So kwa hiyo na sisi tujitume tufanye kama sisi Warundi. Tunapita tu, wao wakiona hamna jipya. Kwa hiyo lazima kama huyu Mrundi kweli.